Mambo matano ambayo huyafahamu yanayokula pesa zako kimya kimya bila wewe mwenyewe kujitambua, na mwisho wa siku unaingia kwenye matatizo makubwa ya kiuchumi. Na namba tatu ndio muhimu zaidi kuliko mambo mengine. Jambo la kwanza ni makato ya benki pamoja na miamala ya simu. Makato madogo madogo, kwa mfano ya kutoa pesa, kuangalia salio, lakini pamoja na kutuma pesa huwa yanajikusanya kidogo kidogo, ambapo huwa yanakula pesa zako bila wewe mwenyewe kujijua. Jambo la pili ni ununuzi wa vitu vidogo vidogo, hivi navyo huwa vinakula pesa sana. Kwa mfano kununua soda, kula chips mara kwa mara au kila siku, kununua karanga, yaani kila kitu kinachopita machoni pako unanunua tu, unatoa pesa bila wewe kuingiza pesa. Hivi navyo ukija kuvikusanya kwa mwezi mzima, kama unakuwa unatoa pesa, basi huwa vinakula pesa nyingi sana bila wewe mwenyewe kujijua. Jambo la tatu ambalo hili huwa linatisha sana ni mikopo ile ya dharura, ikihusisha ile mikopo ya kausha damu. Hii huwa inakula pesa nyingi sana, kwa sababu riba zake zinakuwa ziko juu na zinakula pesa bila wewe kujijua. Unafikiri unatatua tatizo, lakini kinyume chake unaongeza tatizo. Lakini pia songesha kwenye simu. Jambo la nne ni kula nje bila kupika nyumbani mara kwa mara. Hii nayo huwa inakula pesa nyingi sana bila wewe kujijua. Inaonekana ni rahisi kwenda kula chakula cha nje kuliko kukaa nyumbani kupika, lakini ukweli ni kwamba ni vitu ambavyo ni kitu ambacho kinakula pesa nyingi sana bila wewe mwenyewe kujitambua. Jambo la tano ni usajili au subscription ambazo hazitumii data, kama vile TV, gym, streaming services. Hivi navyo huwa unakuwa navyo lakini huvitumii, vinakulia pesa nyingi bila sababu zozote za msingi. Sasa unaweza ukaepukana na vitu vyote hivyo kama ukitamani kuwa katika vision nilionayo, ambayo ni ya kujiingizia kipato cha shilingi milioni 10 kwa mwezi kwa kusambaza bidhaa za afya. Na kama wewe ni miongoni mwa hao, pigie simu moja kwa moja kupitia namba yangu ambayo inaonekana kwenye bio yangu, ili niweze kukupa utaratibu kamili